Wakolosai 2 Mungu tayari Wakolosai 2:23 Mungu anasema mambo haya yanaonekana kana kwamba yana mfano. Yaani yana hekima juu ya macho ya watu kwa sababu ibada ya kwanza wao wamejitungia wenyewe. Twende 20:20 Nyakati ya Pili. Wakaamka asubuhi na mapema. Wana wa Israeli tunaambiwa waliamka asubuhi na mapema. Wakaenda nje. Safi. Katika jangwa la Tekoa. Safi. Nao walipokuwa wana wa Israeli wanatoka, Yehoshafati akasimama akasema, isikieni enyi Yuda. Safi. Nanyi wenyeji wa Yerusalemu. Safiri. Mwaminini Bwana. Mwaminini Bwana Mungu wenu. Mwaminini Bwana. Safi. Ndivyo mtakavyothibitika. Ndipo mtakavyofanikiwa. Twende. Waamini manabii wake. Waaminini manabii wake. Ndivyo mtakavyofanikiwa. Ndivyo mtakavyofanikiwa. Malizia. Naye alipokwisha kufanya shauri na watu. Naye alipokwisha kuambia wana wa Israeli, mwaminini Bwana Mungu wenu ndivyo mtakavyothibitika. Waaminini manabii ndivyo mtakavyofanikiwa. Alipokwisha kufanya shauri na watu Yehoshafati, twende. Akawaweka wale watakaomwimbia Bwana. Akawaweka wale watakaomwimbia Mungu na kumsifu katika uzuri wa utakatifu. Safi. Wakitoka mbele ya jeshi. Mpe huyo. Wewe ni mwanajeshi mpaka unaimba kanisani? Wewe sio mwanajeshi. Kwa wewe sio Myahudi, pili wewe sio Mwisraeli, pili wewe bado sio mwanajeshi. Karibisha wageni. Habari zenu mama zangu. Sisi ni watu wa Mungu bwana. Tusalimiane. Habari zenu? Habari yako mama? Unajua kusalimiana ni kitu cha maana. Peana mkono. Kidogo pale mama. Habari yako? Anasema Nairobi. Mstari. Asa mwalimu. Mpe huyu. Amesema yeye sio Myahudi, sawa? Nyinyi pale kanisani sio mnaimba tena mnaimba katika qualification nimekupea kangapi? 3, sawa? Myahudi, Mwisraeli, yani Myahudi ambaye ni Mwisraeli, mtu asiyezaa bado vile vile na mwanajeshi. Nyinyi mnaimba kwa gosi pale kanisani sio mnaimba kwa sauti kubwa. Kweli sio kweli? Kweli. Mpe huyo 47:7 Zaburi. Mungu anasema nini? 47:7 Zaburi. 47 ili hata akitoka hapa aone sisi kweli hii maneno tunayofanya hapana. Twende vitu. Yani ukiimba wewe unakaidi mwenyewe. Unakaidi tu mwenyewe. Twende vitu mwalimu. 47:7. Sawa. 47:7 Zaburi. Maana Mungu ndiye mfalme wa dunia yote. Safiri. Imbeni kwa akili. Imbeni kwa akili. Mpe huyo. Unaambiwa uimbe kwa akili. Na wewe naimba kwa sauti. Na pale Biblia inasema kama wewe unaruhusiwa kuimba, uimbe kwa akili. Sasa wewe jaribu kuimba kwa akili kama hao watu watakusikia. Suluona lakini ni kumsabihi Mungu. Katika kuimba kwa akili ni kumsabihi Mwenyezi Mungu. Nasema Mwenyezi Mungu ni mkubwa. Ndio maana katika Waislamu unapata ile tasbih. Unasema Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa Allah, ashhadu an la ilaha illa Allah. Yani Mungu ni mkubwa, Mungu ni mkubwa. Unaona? Subhanallah, Mungu ametakasika kwa akili. Unaona? Pasina hata kumbuku, yani pasina hata yule ambaye yuko karibu na yeye wewe huwezi kumkera. Kweli sio kweli? Kuna swali kufikia hapo. Kuna swali pengine kufikia hapo kabla hatujaendelea. Wewe kama una swali, yani hapo yani wazungu anasema free. Hivyo vitabu ni vitabu vya Mungu. Huenda pengine uko na swali na umepata fursa kubwa zaidi. Sisi kama Waislamu leo baada ya swala ya alasiri tumefunga msikiti. Tumekuja mahali kama hapa. Lengo na madhumuni kuelimishana. Huenda pengine wewe kuna kitu kinachokukera mpaka wewe pengine yani unaona kwa Waislamu mimi kitu cha kwanza mimi kufanya kwa Waislamu mimi kuna kitu ambacho nakiona ambacho mimi siwezi kuingia kwenye Uislamu. Sasa ndio maana tumeweka hapa ili wewe uulize swali. Una swali la kuuliza? Auliza ndugu yangu. Bismillah. Nafikanga watu waaje? Vile mnafikanga watu katika kushika watu. Mpe huyo. Mwalimu 1:14 Marko. Anasema tunashika watu vipi? 1:14 Marko.
Yaani sisi Waislamu tunazika vipi? Amesema hebu mpe. Wewe sijamuelewa. Amesema sisi tunazika vipi? Sawa? Ametuuliza sisi. Swali zuri. Hilo sasa swali zuri. Sisi tunazika hivi sasa. Na tena nitakupiga hiyo mpaka ndani ya Biblia. Ukizikwa na sanduku, Biblia yenyewe inasema uzikwe mifupa mitupu. Uzikwe mifupa mitupu. Lakini sisi wewe umeuliza Waislamu mnazikana vipi? Mwalimu, nipe mwalimu 11, nipige 7:11 Luka. 7:11 Luka. 7:11 Luka. Haya, tuna change gear ngapi? Tuna change gear. 7:11 Luka. Twende huko. Luka mtakatifu 7:11. Baadaye kidogo alikwenda mpaka mji mmoja uitwao Naini. Safi. Yesu huyo alienda mpaka mji mmoja unaoitwa Naini. Twende. Safi. Wanafunzi wake walifuatana pamoja na Yesu. Twende. Pamoja na mkutano mkubwa. Safi. Na alipokaribia lango la mji yule Yesu, hapo palikuwa na maiti anachukuliwa nje. Ni mwana pekee. Safi. Wa mamaye. Mpe huyo. Hapo tunaangalia mambo na yule mtu tunaambiwa alipokuwa amefika pale mji wa Naini, yule Yesu pamoja na wanafunzi wake, kulikuwa na maiti anatolewa kwenda kuzikwa. Sasa ndio tunaangalia huyo mtu alienda kuzikwa vipi, sawa? Na katika ile kwenda kuzikwa kwake, je, katika zama za Yesu na zama zetu sisi Waislamu tunaenda mfumo ulio sawa sawa, sisi tumeenda kinyume? Mpe huyo, malizia. Ni mwana pekee wa mamaye ambaye ni mjane. Safiri. Na watu wote wa mjini wengi walikuwa pamoja naye. Safiri. Bwana alipomuona yule mama, yani Yesu alipomuona yule mama analia, twende. Alimuonea huruma kwa sababu ilikuwa ni mtoto wa peke yake. Yule mama tayari ni mjane. Pili, yani bwanake amekufa, hana matumaini na mtoto mwingine. Sasa yule Yesu akamuonea huruma, na Yesu alikuwa na uwezo wa kufufua. Sawa? Haya, twende. Yesu akamwambia yule mama, usilie mama. Akalikaribia, akaligusa jeneza. Mpevu. Tunaangalia jeneza liliokuwa katika zama za Yesu na zama zetu sisi Waislamu, liko tofauti na lile la Wakristo ama liko sawa. Sasa yule Yesu alipomuona yule mama yani yule mtoto anachukuliwa nje kwenda kuzikwa, akakaribia lile jeneza, akaenda akaligusa. Sawa? Asante. Tunaangalia hilo jeneza lilikuwa katika zama za Yesu na hili lenu liko sawa. Mpe umalizie, twende. Wale waliokuwa wakilichukua lile jeneza wakasimama wanasubiri ni Yesu ni kitu gani atakachofanya, kwa sababu Yesu ndiye alikuwa mfalme zama hizo. Twende. Akasema Bwana Yesu akasema, kijana, nakuambia inuka. Mpe. Hapo ndo tunaangalia jeneza lilokuwa katika zama za Yesu na jeneza ambalo liko pale msikitini na jeneza ambalo Wakristo wanabebeana. Yule Yesu alipokaribia lile jeneza, alipoligusa, akamwambia yule kijana katika lile kaburi, lile jeneza ambalo ninyi mnabebeana kama Wakristo. Ukiambiwa inuka, unaweza kuinuka moja kwa moja. Si lazima useme toa misumari ama toa bolti, si ndio? Asa sikiza jeneza la zama hizo za Yesu. Alipoambiwa kijana inuka, yule maiti akainuka. Mwenye mpe huyo. Yule maiti hakuna mtu yoyote alimsaidia. Ndio maana lile jeneza ambalo sisi tunabebeana pale msikitini ni lile ambalo linaenda kwa mazishi yani katika kaburi, likifika kule yule mtu ndo anatolewa, jeneza linarudi. Sasa ukiambiwa lile inuka, umeona Waislamu wakibebeana hiyo jeneza. Ile jeneza huku mwisho atokiambiwa inuka, wewe mwenyewe unajitoa. Sawa? Sasa yule kijana akainuka mwenyewe. Malizia sasa. Haraka huko ili tuende andiko lingine. Twende. Yule maiti akainuka. Akaketi. Akaanza kuzungumza na Yesu pamoja na mkutano mkubwa. Twende. Akampa mama yake. Safi. Hofu ikawashika wote. Watu wote wakaona miujiza mbele ya Yesu. Sasa walisema huyo Yesu ndio Mungu mkubwa mwenyewe kwa sababu amefanya miujiza hiyo, ama walisema nini? Twende. Wakamtukuza Mungu. Hawakumtukuza
Yesu kwa kile kitendo alichomfufua yule, yani yule maiti. Wakamtukuza Mungu wakisema safi, nabii mkuu ametokea kwetu. Andiko lingine la mazishi, Mwalimu 5:5 Matendo. 5:5 Matendo ya Mitume. Twende huko. Tunakandamiza. 5:5 Matendo ya Mitume, alafu nimfundishe. Ukizikwa na sanduku, ukizikwa na sanduku, unazikwa mifupa mitupu ndani ya sanduku. Ukiwa kweli unafuata Biblia, ni uchumi mifupa uweke pale ndio ziko kwa mujibu wa Biblia. Twende vitu hatari. Safi. Anania aliposikia maneno haya. Hapa ni story ya Anania na Safira. Anania na Safira waliafikiana yeye na bwana yake wakiuza kiwani, watauza kiwanja kwa thamani ambayo Mwenyezi Mungu atakayowapea. Hiyo pesa yote watarejesha kwa Mungu. Mko hiyo sio story, unajua Anania na Safira, kweli si kweli? Sasa Anania alipouza ile kiwanja kwa sababu ya ile matumaini, kwanza yule mtu yani ule binadamu wakageuza kibano na bibi yake, wakasema ukiulizwa na yani ukiulizwa na huyo no Petro, ukiulizwa nimekiuza kwa thamani hiyo, sema kwa thamani hiyo, na mimi nikiulizwa kwa thamani hiyo, mimi nitasema kwa thamani hiyo. Sasa walipoafikiana mmoja baada mmoja, akaanza mwanamke, akaanza mwanamume. Twende. Anania aliposikia maneno hayo, Safiri, akaanguka, akafa. Hofu nyingi ikawapata watu wote waliosikia hayo. Safiri, vijana wakaondoka. Vijana sio wamama na watoto, sio wamama, vijana ndio wakaondoka. Ndio maana Waislamu, ukisikia mazishi ya Waislamu, wanaume peke yao ndio wanaenda, sio wanawake, kwa sababu wanawake roho zao ni mbaba. Kiasi kuwa unaweza waachia wale wanawake wabebe yule maiti waende naye wakaanguka naye kwa sababu ya ile hofu. Lakini hata kama ni wako wewe, lakini ni mwanaume, ni mshupavu kweli kweli kubeba jeneza. Sasa yule Anania aliposikia kuwa wewe umekiuza kiwanja kwa thamani hiyo, akasema kwa thamani hiyo. Aliposema kwa thamani hiyo, akaambiwa yani wewe hunidanganyi mimi, leo namdanganya nani? Mungu. Aliposikia tu Mungu akaanguka akakufa. Alipokufa, twende. Vijana wakaondoka, twende. Vijana wakaondoka. Safi. Wakamtia Anania katika sanda. Mpe huyo. Vijana wakaondoka, wakamtia katika sanda. Katika mazishi ya Waislamu na Wakristo, kina nani wanaotia mtu kwenye sanda? Waislamu. Na hiyo ni Biblia hiyo, sio Qur'ani tunayotumia hapo. Sawa? Kwa hivyo waliposikia yule Anania amekufa, vijana wakaondoka, wakamtia katika sanda. Sasa swali linakuja, baada yeye amekufa, wale watu walisema, je, huyu mtu ni mpaka bibi yake ama watu wake waje wamstiri? Wale moja kwa moja wakamtia katika sanda, wakafanya nini? Mpe. Yani siku hiyo twende. Huo. Safi. Wakamtia katika sanda. Safi. Wakamchukua nje. Wakamzika. Mpe huyo. Wale watu walipokuwa amekufa, akachukuliwa akatiwa katika sanda, wakamchukua nje ili kwenda kumzika. Kwa nini walifanya hivyo? Kwa sababu ya Mhubiri, andiko ambalo limo kwenye Biblia. Tutakuja huko na mfafanulia tu kwenye Mhubiri 9:5 inasema, walio hai mimi na wewe tutajua kuwa tutakufa. Sawa? Andiko aya 6 nasema, lakini waliokufa limbuko lao limekwisha kusahaulika, wala hawana ijara tena. Dunia hii yani hawana ijara tena. Andiko linasema walio hai wanajua watakufa, lakini waliokufa limbuko lao limekwisha kusahaulika. Hata kamweka mwaka mzima yule maiti, lakini wewe hakufai. Sawa? Kusema dunia hii yani imemgeukia, arudi kwenye mchanga. Twende. Hata muda wa saa, tuendelee na hilo. Safi. Hata muda wa saa 3 baadaye, mkewe, hata baada ya masaa 3 wale vijana walipomzika Anania. Twende. Mkewe akaingia, naye hana habari ya haya yaliyotokea. Hana habari hata bwana yake amezikwa saa ngapi. Twende. Hana habari aliyomtukia. Safi. Petro akamjibu, niambie. Safi. Je, mlikiuza kiwanja kwa thamani hiyo? Akasema, safi. Ndiyo. Kwa thamani hiyo. Twende.
Petro akamwambia, imekuwaje hata mkapatana kumjaribu Roho wa Bwana? Safiri. Angalia miguu yao waliomzika mmeo. Angalia miguu ya wale waliomzika mumeo. Ipo mlangoni. Yani ile miguu wale waliomstiri yule bwana yake hata ilikuwa bado inaangalia. Yani unaweza sema hasa akaambiwa miguu waliomstiri mumeo hata ipo mlangoni kwa sababu ya kumjaribu Roho wa Mungu. Yani mnadanganya mimi. Twende. Nao watakuchukua nje wewe. Safi. Nawe. Mara. Akaanguka miguuni pake. Safi. Akafa. Twende. Wale vijana ndio wakaenda kustiri bado yule mwanamke. Twende. Wale vijana wakaingia. Safi. Wakamkuta amekufa. Safiri. Wakamchukua nje. Safi. Wakamzika pamoja na mumewe. Mpe huyo. Unaona? Hayo ni mazishi ambayo sisi Waislamu tunazika. Sawa? Nyinyi si huwa mkifa mnajengewa pale ndani, mnazikwa na tiles, sawa? Tumuulize Mungu anasema nini. Mwalimu, nipige 3. Mwanzo 3:19 Mwanzo. Sikiza Mungu anasema nini hapo? 3:19. Hiyo ni makosa. Ukiwekwa juu ya tiles ni makosa kwa mujibu wa Biblia. Twende vitu. Ukiwekwa juu ya tiles ama mawe bado ni makosa kwa mujibu wa Biblia. Sio mimi nakufundisha ndani ya Qur'ani. Twende. 3:11. 3:19 Mwanzo. 3:19. Safi. Kitabu cha Mwanzo. Kwa jasho la uso wako. Kwa jasho Mungu alimwambia Adamu na Hawa. Kwa jasho yani alimwambia Adamu, kwa jasho lako wewe Adamu, twende. Utakula chakula. Hata utakapoirudia ardhi. Ambayo katika hiyo ardhi ulitwaliwa. Kwa maana umavumbi wewe. Kwa maana umavumbi. Nawe mavumbini. Safi. Utarudi. Mtu huyo. Kwa hivyo yule mtu anafaa astiriwe kwenye mavumbi, sio kwenye tiles. Kwa sababu mavumbi, tiles, kati ya tiles na udongo huu ama vumbi ni kina nani? Yani kitu gani unazokuumba hata kiti ni udongo? Ndio maana pale Mwenyezi Mungu anamwambia wewe utarudi katika mavumbi, kwa maana kwa mavumbi umetwaliwa, nawe tutakurudisha huko. Lakini nyinyi mnarudi juu ya tiles. Si unaona hata Biblia imekataa? Si unaona sasa? Umeelewa? Kuna swali lingine? Haya, uliza. Mbona mkule kama mnaenda kwa tani? Mbona? Anauliza mbona hamli mkienda matanga? Yani huyu mwalimu, huyu ni mtu wa huku Nyanza. Na mtu akifa huwa kuna ile pale kuna sherehe wanaenda wanafakamia sana. Sasa ndio maana anauliza mbona hii matangeni Waislamu mara mtu amekufa unasikia amezikwa hata hakuna mlo. Hakuna mlo, si ndio? Ndio swali lake. Ni vizuri kabisa. Hebu muelimishe. Kwa nini sisi tunazika lakini katika mazishi hayo hakuna mlo? Kwanza ni andiko liko kwenye Biblia limenitoka tu. Kwanza unaambiwa usijifanyie upaa. Hebu katika 9. Anza 9 hebu. 9:29. 9:19 Kutoka 9. Walawi. Kuna andiko limenitoka vizuri. Lakini hilo la andiko linasema, najua zile kumbukumbu zangu sikuzibeba. Ile andiko linasema watu yani kwanza ni zama za Daudi. Kwanza unaambiwa usifanye matanga kwa ajili ya mtu aliyefariki. Hebu mpe huyo. Hiyo andiko kwa kwenye Daudi, kwenye Zaburi huko. Mwenyezi Mungu anamwambia Daudi, anamwambia hiyo iko kwenye Zaburi. Nasema wale usifanye matanga kwa ajili ya mtu aliyefanya nini? Wewe nikuulize. Mfano mimi nimekufa, tena ni mtu wako wa karibu. Wewe kwa ule binadamu ni kipi kinachokufanya wewe mpaka unakuja kupokana, yani unakuja kupokonyana na wenzako juu ya nyama? Ule binadamu sio mnyama aliyefariki. Lakini binadamu mwenzako amefariki. Hata hajazikwa. Tayari wewe unakula ukishiba. Hata wengine wanasherehekea, wanaona mazishi hayo ya mtu huyo, nilishiba kweli kweli. Ni kitu gani kinachokufanya na yule ni binadamu mwenzako, na roho ile ambayo yule imeenda kutolewa amerudi kwa Mungu. Hivyo wewe nao utafanya nini? Utarudi. Kwa hiyo kwanza Mwenyezi Mungu anasema utafakari. Katika kutafakari
mchungu mwenzangu leo ametoka. Leo lau kama yani unahisi lau kama huyo aliyetoka ndo ni mimi itakuwaje? Sio tunaelewana? Unaona? Hai. Wacha nimwachie mwalimu wangu kalau nami nikunywe maji kidogo. Muhimu. Ndugu yangu mpendwa, hujambo? Jambo. Asante sana. Nafurahi sana kusikia maswali yako mazuri. Sisi Waislamu kwenye matanga ndio tunapata tumpelekee yule mwenye kufiwa, yule mwenye amefiwa, tumpelekee vyakula, tumpelekee maji. Unaona? Si kwamba tunakwenda mtu anakesha katika matanga matanga inafanywa siku 7 siku 8. Mnaanza na kuku, mnachinja kuku za yule marehemu, kuku zinakwisha. Mnakuja kwa mbuzi, mnakula mbuzi yote inakwisha. Mnakuja kwa ng'ombe, mnakula ng'ombe yote inakwisha. Wale wajane na wale mayatima waliobaki wanabaki waliokuwa hawana kitu. Hata wengine pengine wanasoma, wale watoto wa mzee ama wale watoto wa marehemu wanakosa hata school fees ya kupeleka, hata kitu ambacho kwamba kinaweza kuuzwa kwa boma iwasaidie hakuna. Kwa hivyo sisi tunapokuwa na mazishi au msiba, sisi ndio tunafaa kumpelekea yule aliyefiwa, kumpa pole, tumpelekee kama ni maziwa apikie wageni wake chai. Ushanifahamu kama na vyakula mbalimbali kama na gorogoro ya mahindi nimpelekea sage watu wapate kula. Ushanifahamu baba? Asante. Kwa hivyo sisi Waislamu hatujakatazwa katika matanga tunakula tu. Katika matanga tunafanyaje? Lakini haileti picha nzuri katika kula kwenye matanga hali ya kuwa yule mwenye kufiwa anahitaji sisi tumpelekee msaada. Sawa? Lakini yule mwenye matanga pengine ana wageni kutoka mbali. Mtu amekuja kutoka Mombasa, Nairobi anakuja kuangalia. Lazima pia wale wanaweza kwa maana watakaa njaa, wataweza kula, si kweli? Lakini wewe mwenyeji wa mji haufai kukaa pale. Unajua kuna watu siku hizi katika matanga wanafanya kwamba kila mtu apiki kwake nyumbani. Anajua leo si kwamba wana fulani kumefiwa. Anakwenda pale kabla pale chakula, kabla pale matanga mazishi jaisha, kabla pale msiba jaisha, msiba mwingine unatokezea. Ushanifahamu? Anabadilisha tu, anajua leo kwa fulani, leo kwa fulani, kesho kwa fulani. Hapana, sisi katika Uislamu hatuna hiyo. Sawa ndugu yangu? Sawa. Sasa wewe umesema wewe unashiriki na kanisa gani hapa Kenya? Roho Israeli. Asante. Kwa hivyo ni kumaanisha kwamba wewe unashiriki na kanisa la Roho. Kweli si kweli? Asante. Sasa kwenye kanisa la Roho unamfuata nani? Mungu. Mungu tunajua Mungu anaabudiwa. Hebu nikuulize, kwenye kanisa la Roho unaabudu namna hii? Mpe huyo, tumuulize Yesu. Unampenda Yesu ama umpendi? Nampenda. Unampenda, mpatie huyo. Baba. Amen. Hebu tumuulize Yesu. Katika 11:26 11 9:11 jitieni nira yangu mjifunze kwangu. Inasema 11:29 Mathayo. Ndiyo. Jitieni nira yangu mimi Yesu. Mfanye nini? Mjifunze kwangu. Ndiyo. Kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Haya, mpe. Tukisimama straight. Yesu anasema tujitie nira yake. Speaker zimekubali vizuri. Na mjifundishe kwake. Si ni kweli? Kwa kuwa Yesu ni mpole kisha ni mnyenyekevu wa moyo. Mwalimu wangu na mwalimu wako siku ya leo anafaa awe nani? Yesu. Awe Yesu. Je, Yesu alikuwa anashiriki katika kanisa la Roho? Sasa hebu sikia Yesu alikuwa anashiriki wapi? Mpe huyo. Mwalimu wangu. Tuangalie Yesu alikuwa anashiriki wapi? 4:14 hadi 16 Luka. 4:14 hadi 16 Luka. Ndio. Angalia vizuri mahali Yesu alikuwa anashiriki. Angalia hapo ndugu yangu, Yesu alishiriki wapi? Na wewe leo tushiriki pamoja. Ukitoka hapa unaenda hapo direct. Soma mwalimu. Yesu akarudi kwa nguvu za Roho. Kisha akaenda Galilaya. Kisha habari zake zikaenea katika nchi zote za kando kando. Teremka. Naye Yesu ndiyo alikuwa akifundisha katika masinagogi yao. Akifanyaje? Akitukuzwa na watu wote. Mpe. Yesu alikuwa akifundisha watu katika nyumba inaitwa sinagogi. Akasema, yani maandiko yanasema akawafundisha katika masinagogi yao. Sasa je, sinagogi ni kanisa ya Roho ama ni nini? Sinagogi ni kanisa ya Roho. Ni nini hiyo? Watu wamekaa kama hapa ni sinagogi, si kweli? Sasa wewe na Biblia na mimi nani kweli? Nani mwamuzi wa kweli? Wewe. Mimi na wewe na Biblia. Nani kweli? Biblia. Biblia, si unaona sasa
Ni kweli hapo unavyosema. Mimi na wewe na Biblia, Biblia ni kweli. Hebu muoneshe maana sinagogi. Sinagogi. Teremka mwalimu. Sinagogi ndio hii, yani maelezo ya maneno magumu. Mpe. Ukurasa 1229. Msome. Sinagogi. Ndio hii. Maana yake ndio hii. Si unajua kusoma? Kuna mjalio ajenda shule. Hebu soma hii. Profesa wajaliwa. Wasome wajaliwa. Hapo mahali tumeunderline. Maana ya sinagogi ni nini? Hebu soma wewe mwenyewe. Soma hapo baba. Hapa mbele. Hapa mahali tumechora na kalamu. Sinagogi ndio hii. Hapa tumechora na kalamu. Ndio. Maana yake hebu msomee. Owadwa. Jaro. Hawa sana. Tumpe zawadi. Rafiki habari. Unaitwa nani? Dominic, yani kutomani amenisahau. Dominic mimi naitwa Abubakar. Unaitwa Dominic, unashiriki na kanisa gani? Wewe ni roho kama huyu. Karibu nikupe zawadi. Unajua umevaa kanzu kama yangu. Pin. Geti hapa. Dakika moja tu. Mpe Mungu dakika moja. Simetoka kanisani leo ni siku ya Mungu. Siku ya kesho ni siku yako ya raha. Kaa chini kidogo dakika moja. Yaani kaa dakika moja tu ndugu yangu. Kanzu yako maridadi. Dakika moja tu. Maliza msomee mwalimu alafu nimsalimie ndugu yangu wa roho. Sinagogi. Maana yake. Sinagogi maana yake msikiti wa Wayahudi. Mpe. Kumbe sinagogi nini ndugu yangu? Msikiti. Kumbe Yesu alikuwa anaendaga wapi? Msikiti. Na watu wanaokwenda msikiti ni watu wa dini gani? Islam. Kumbe Yesu alikuwa nani? Msikiti. Alikuwa anaenda msikiti na wanaokwenda katika msikiti umesema dini yao dini gani? Roho wanakwenda kanisani au msikitini? Hebu angalia Yesu alivyokuwa kiabudu 26:39 Mathayo, alafu nimsalimie ndugu yangu hapo mwenye roho. Anaitwa Dominic. Nimsalimie Dominic kidogo. Mathayo 26:39. Hebu soma baba. Nimefika. Nianzie 39 Inasema ndio. Yesu akaendelea mbele kidogo. Angalia ndugu yangu, angalia Yesu akaenda mbele kidogo. Yaani yule ni kama Yesu, usimuite Yesu. Ndugu yangu. Akaenda mbele kidogo. Ndio. Akaanguka kifulifuli. Ndio. Akaomba akisema, patie ndugu yangu. Ndugu yangu. Yes. Yesu alipokuwa anamwabudu Mungu, anaweka kichwa wapi? Chini. Watu gani wanafanyaga hivi? Islam. Wewe unafanyaga? Kwa maana wewe si nani? Si Muislamu, si kweli? Na Yesu amefanya hivyo kwa maana yeye ni nani? Umeniambia wanaofanya hivyo ni watu wa dini gani? Islam. Na wewe haufanyi hivyo kwa maana wewe si nani? Islam. Na Yesu alifanya hivyo kwa maana yeye ni nani? Islam. Na Abubakar anafanya hivyo kwa maana yeye ni nani? Islam. Kwa maana kama wewe unampenda Yesu itabidi ufanye namna gani? Inama. Uinama utakuwa mtu wa dini gani? Islam. Kumbe unatakana kuanzia leo uwe nani? Islam. Kuanzia saa ngapi? Saa moja. Saa moja ni saa hizi. Saa moja ni saa hizi. Kuwa Muislamu ni kazi rahisi. Atukuingize kwenye maji, kwa maana tuweze kukuingiza kwenye maji. Kwa bahati mbaya ukakufia kwa maji. Kama kuna mchungaji mmoja kule Mali alikuwa anabatiza mtu, kwa bahati mbaya mtu akaliwa na mamba. Akaliwa na nini? Mamba. Sasa sisi hakuna haja kukuingiza kwenye maji. Hebu sikia kitabu kinasemaje? Rumi 10:10. Kitabu cha Rumi 10 mstari wake wa 10. Ndugu yangu jambo. 10 Rumi. Biblia inasema. Ngoja nikupe zawadi yako uondoke nayo. Hebu mpe kijana mic kwanza hapo, alafu ndo nikuje kwa nini nimsilimishe. Mpe mic. Ndugu yangu jambo. Toa sauti kama mwanamume. Umekula vizuri? Ama mmekesha asubuhi kanisani hamjakula kitu? Toa sauti. Sawa sawa. Umesema wewe kanisa yako ni kanisa gani? Roho. Mimi naona hapa mbele ya kifua kuna kitu imechorwa namna hii. Hiyo ni nini? Ni msalaba. Msalaba ni ishara ya nini ndugu yangu? Ishara ya maombi. Hebu sikia huyo anasemaje Taurati 21:22. Kumbukumbu la Taurati 21:22.
Mwalimu, 21, 22 Taurati. 22. Kumbukumbu la Taurati. Inasemaje? Yenyewe inasema akiwa mtu ametenda dhambi ipasayo kufa akauawa, ndio nao ukamtundika juu ya mti, mzoga wake usikae usiku kucha juu ya mti, ndio lazima utamzika siku hiyo hiyo. Teremka. Kwani ndio aliyetundikwa yani aliyesulubiwa amelaaniwa na Mungu. Mpe. Mtu aliyesulubiwa amelaaniwa na nani? Na Mungu. Kumbe msalaba si ishara ya wokovu, ni ishara ya nini? Kumbe msalaba ni ishara ya nini? Mtu aliyesulubiwa msalabani amelaaniwa na nani? Kumbe msalaba ni ishara ya nini? Mpe maneno Mawembe, ni ishara ya nini? Ni ishara ya nini? Anajibu sauti ndio haitoki. Hebu mpe mic. Sauti ndio anasema. Sauti ndio hakuna. Sauti. Mpe hebu Galatia 3 mstari wa 13 unasemaje? Galatia 3:13. Analia tu muda 3:13, hii andiko la mwisho. Basi alafu tukuachilie. Tukuachilie uende zako. Huna tatizo. Ndio. Kristo alifanyaje? Alitukomboa katika laana ya Taurati. Kwa nini? Maana imeandikwa, amelaaniwa ndio angikwae juu ya mti. Mpe. Kumbe mtu akisulubiwa juu ya msalaba amelaaniwa na nani? Amelaaniwa na Mungu. Kumbe msalaba ni ishara ya laana. Ushaona na umevaa nini? Ndugu yangu, na wewe umeweka kwa kifua nini? Unataka kwenda jahannam? Ndugu yangu, unataka kwenda jahannam? Wewe unataka kwenda paradise ama jahannam? Kwaheri, mpatie huyo ndugu yangu hapo, nimalizane naye. Next time. Alafu karibu sana ndugu yangu karibu sana. Alafu hiyo alama ya laana utoe. Sasa baba, ndugu yangu, sasa wewe umesema utakuwa Muislamu leo, si ni kweli? Na sasa kuwa Muislamu ni kutaja maneno mawili tu. Utataja haya maneno mawili, sawa sawa? Sawa ndugu yangu? Karibu sana katika Uislamu. Uislamu ni kutaja haya maneno mawili tu ambayo kwamba yamo katika vitabu Rumi 10:10. Msomee. Kitabu cha Rumi 10. Kuanzia 10. Sikiza ile andiko ndio tukukaribishe kwenye Uislamu. Ndio. Kwa moyo mkunjufu kabisa. Alafu tena hapa ustadi sasa ni mtu ya nyumbani mnaongea naye. Ndio. Kilugha inasema kwa maana kwa moyo ndio mtu huamini hata kupata haki. Mpe huyo. Kwa moyo mtu huamini akapata nini? Haki. Unaona unaamini kwa moyo tu unapata haki, kweli si kweli? Kweli. Mpatie malize. Na kwa kinywa ndio mtu hukiri akapata wokovu. Mpe. Kwa kinywa mtu hukiri akapata nini? Wokovu. Sikia Qur'ani 2:21 nasemaje, wokovu unapata ama upati? Sikiza huo wokovu unapatikana vipi? Ndio. Hii ndo Qur'an sura ya 2 aya 21. Aya ya 21. Umebahatika kabisa unaipata katika hii sura ya 2 aya ya 21. Anasema Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, mwenye kurehemu. Inasemaje? Inasema ndio, enyi watu mwabuduni Mola wenu, ndio ambaye amekumbeni nyinyi na wale wa kabla yenu ili mpate kuokoka. Mpe. Kumbe ili utapata kuokoka wakati wa mwisho. Wakati Mungu ameweka katika mkono wake, ameweka paradise, janna, katika mkono wa kushoto akaweka jahannam. Kwa hivyo wewe utasilimu. Unaona, na muone Japolo. Japolo, karibu sana. Karibu Japolo. Sasa wewe utarudia maneno nyuma yangu ili wewe kuokoka kama kusilimu. Sawa sawa ndugu yangu? Sawa. Sema ashhadu alla ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammad
Rasulu lahi kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Nakubali na kukiri ya kwamba Mwenyezi Mungu ni Mungu mmoja tu. Nakubali na kukiri ya kwamba Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu na Yesu ni mtume wa Mwenyezi Mungu na Ibrahimu ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Tayari hayo maneno yanakufanya wewe kuwa Muislamu. Ndugu yangu, sio lazima tukuingize kwenye maji. Watu udanganya watu tukitaka kusilimu, sijui unapigwa na mayai kwenye kichwa ama kwenye kisogo. Hapana, hiyo ndio kuwa Muislamu. Sasa unaona ndugu yangu, sasa katika Uislamu kuna majina mazuri mazuri tu. Kuna Abubakar, kuna Ali, kuna Hassan, kuna Muhammad, kuna Yusuf. Wewe unapenda gani ndugu yangu? Ali. Takbiri Waislamu, takbiri. Allahu Akbar. Jina nyepesi kabisa, yani Ali. Asante. Jina yako nyumbani unaitwaje? Kennedy Ouma. Sasa Kennedy tunaweka kando. Kennedy Ali Ouma. Unaitwa Ali Ouma. Kama mimi nilikuwa naitwa Daniel Koech. Sasa hivi naitwa Abubakar Koech. Unaona bana? Yaani jina yako nyumbani au wachi. Unaona? Ukiwa Muislamu si umwacha kabila yako. Wewe ni Jaluo ni Jaluo, mimi Kalenjini Kalenjini, Masai ni Masai. Hakuna kusema kwamba sasa umewacha wewe umekuwa Muislamu unawacha kabila yako. Sawa? Iko Waislamu wa Jaluo, iko Waislamu wa Kamba, iko Waislamu wa Kisii, iko Waislamu wa Meru, iko Waislamu wa Hindi. Yaani Waislamu. Unaona ndugu yangu? Sasa wewe Ali, mashaallah. Ali karibu sana. Mkaribisha Ali wote katika viti VIM. Sasa unakalia ile kiti inaitwa very important Muslim. Yaani unakaa hapa kwanza leo wewe si mtu wa chini chini tu. Kama kuna kanzu, kuna kofia, apate kanzu moja na kofia moja. Namwona Abdurrahman ananipigia simu ananiambia Kindu kumevamiwa huko na wasabato mbaya sana huko. Naam. Yaani hatari kubwa sana. Sasa mwalimu, hebu Waislamu wangapi mkono juu? Waislamu, mashaallah. Nani angependa kuwa Muislamu anyoshe mkono tu tumsilimishi popote yupo? Angependa kusilimu. Nani angependa kusilimu? Yaani kama kuna yote amesikia mafundisho akamvutia, tunamkaribisha hivi. Angependa kusilimu? Sabia kabisa. Baba. Vipi lakini? Bwana. Wenda ya ona. Asante sana. Hao wako wengi. Namuona. Karibu sana bro. Sawa? Niombee bwana. Nakuombea uache pombe sawa. Nakuombea uache uchang'aa. Sawa? Ngoja hiyo baadaye sasa. Hebu tumesema Waislamu wangapi? Waislamu wangapi mkono juu? Waislamu. Unaona? Soba. Rafiki yangu, habari? Tangu jana utanisalimia bana. Mimi kama wewe ni Rendile, kama wewe ni Samburu, kama wewe ni Masai, watu wazuri sana wanapendana sisi. Hebu nisalimia wa jamaa. Vipi bro? Wewe mwenye kofia, naomba kusalimia wewe. Tafadhali, 1 minute wewe. Vipi bro? Mambo. Kwa kumongo nawe kidogo. Dakika moja, 1 minute bro. Wewe ni mtu wa nguvu bwana. Wewe ni mimi naitwa Abubakar. Wewe nani? Victor, sasa Victor nina zawadi ya kukupatia. Unaona bwana, usiondoke bila zawadi ya mwalimu. Unaona Mwalimu. Naam. Victor ndio tuliambiwa utapita hapa, msalimie. Ndio huyo Salimia mwalimu. Tokelezea wazee. Tokelezea wazee. Mtu wa nguvu bwana huyo. Kuspani. Yaani hapo. Anaitwa Abubakar. Hiyo unakaza kidogo ndugu yangu siku tumbo. Victor Bekpin Martin. Nataka dakika moja tu, 1 minute. Wanakungoja, hawezi kwenda. Subiri. Hawezi kwenda. Ngoja kidogo dakika moja. Asante. Ikipita dakika moja tu. Sisi tunamaliza. Hebu mpe Victor. Victor ujambo? Sijambo. Asante. Victor, mimi ni Muislamu kama Yesu, Muislamu kama Musa. Na wewe je? Mimi ni Mkristo. Mkristo. Unashiriki na kanisa gani? PCEA, Full Gospel, Happy Church, Redeemed, Jehovah Witness, Shakaola, Israeli, ACK, African Church of Kenya, sio? Yes. Okay. Sasa mimi kwanza nikupe kijana mwenzako hapo anaitwa Mawembe, mmekaa naye hapa kusalimia. Ustaz Mawembe, njoo msalimie rafiki yako kidogo hapa.
Wacha kusalimia wewe, karibu na wewe, akusalimie kidogo. Mashallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa barakatuh. Hebu mpe Victor kipaza sauti. Hujambo? Sijambo. Umesema wewe ni Mkristo eh? Bisa. Mimi nimetaka tu nikukaribishe katika Uislamu. Ombi langu kwako na kukaribisha katika Uislamu ili tuwe Waislamu mimi pamoja na wewe. Unasemaje? Asante. Umesema asante. Yeah. Na mimi kama kutokana na mimi yenye nimelelewa, ukimkaribisha mtu kitu na akisema asante ina maana amekubali. Ni kweli si kweli? Kweli. Kwa hivyo umekubali kuwa Muislamu? Siko tayari. Eh? Siko tayari. Hauko tayari. Umekubali wito lakini sasa kutekeleza ndo bado eh? Haya, mimi nakuombea kwa Mungu aweze kuiongoza roho yako katika Uislamu, maana Uislamu pekee ndiyo njia ya kumhakikishia mtu uzima wa milele. Uislamu pekee ndiyo njia ya kumhakikishia mtu uzima wa milele, na ndio maana hata manabii wakiwemo kina Yesu, kina Ibrahimu, kina Musa, wote walikuwa ni Waislamu. Kwa hivyo mimi muda wote akili zako zikishafanya kazi, zikishafanya maamuzi, uamuzi wa busara ninao kusihi tu. Hebu mpe msomaji. Ni 3:19 Qur'ani. 3:19 Qur'ani. Bismillahirrahmanirrahim. Anasema Naam. Bila shaka, yani haina wasiwasi kabisa. bila shaka Haina wasiwasi kabisa. dini ya haki Dini ya haki mbele ya Mwenyezi Mungu ni Uislamu. Pemai. Andiko hilo la Qur'ani linasema bila ya shaka dini ya haki mbele ya Mwenyezi Mungu ni dini gani? Uislamu. Ndio maana nikakwambia karibu katika Uislamu. Unashukuru eh? Asante mwenyekiti. Asalamu alaykum. Asante ndugu yangu, karibu sana. Ukijisikia siku nyingine Uislamu, Mwenyezi Mungu anasema usilazimishe mtu katika dini. Qur'ani sura ya 2 aya 256. Qur'ani sura ya 2 aya 256. Ndugu yetu Ali amekubali mwenyewe na Mungu amemjalia, na leo tunakwenda naye kwa msikiti kusali. Teremka mwalimu. Safi. Bismillahirrahmanirrahim. Anasema Ndiyo. hakuna kulazimisha mtu kuingia katika dini. Mpatie. Qur'ani inasema hakuna kulazimisha mtu kuingia katika nini? Dini. Katika dini. Kwa hivyo hatukulazimishi. Kwa sababu gani? Teremka malizi. Naendelea kusema Ndiyo. uongofu Ndiyo. umekwisha kupambanuka na upotofu. Ndiyo. Basi anayemkataa shetani akamwamini Mwenyezi Mungu Ndiyo. bila shaka yeye ameshika kishiko chenye nguvu. Tulia. Kwa hivyo tunaona ya kwamba mpatie. Kwa hivyo karibu sana katika Uislamu. Mungu akipenda huenda tukawa kesho, lakini tutakujalia na shehe, kwa maana kuna mambo yamejitokeza sasa hivi, tutajua zaidi inshallah Mungu akipenda. Kwa hivyo tunampa shehe atufungie. Huyu ndio imamu wetu, unaona huyu ndio kiongozi wa Waislamu wote wanaishi maeneo haya Awasi. Ukikuja kwa msikiti wetu pale chini unampata. Unaona kijana, ukiwa na swali yoyote private unamwona mzee hapa, atakujibu kwa uwezo wa Mungu. Sasa wacha tufungie kwa ombi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك رؤوف رحيم. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا وخطانا وما تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. وصلى الله على النبي وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.